Sababu ulama utafsiri wanatuambia sababu zipo mbili za sisi kuvaa nguo. Sifa ya kwanza ya nguo wanasema athaubu yujamiluk, nguo inakupendezesha. Na ukiwa umevaa nguo unakuwa umependeza, yani unakuwa mzuri, unaonekana vizuri kwa sababu umevaa nguo. Na sifa ya pili ya nguo wanasema athaubu yasturuk, nguo inakusitiri. Sisi tumekaa hapa tunazungumza hivi, tunasikilizana, tunazungumzana, tunapeana maarifa kwa sababu tu tumevaa nguo. Sasa hizi nguo tulizovaa ndio tunafaa sisi tukae hapa tuzungumze. Asa nipe habari kama tungekuwa tumekaa hapa kwa tuna nguo. Hakuna utulivu. Ingekuwa habari kubwa, lakini kwa sababu ya nguo ndio tumekaa hapa tunaelewana. Ina maana tumependeza na tumestirika. Bas. Kwa hiyo kwa sababu hiyo ndio Allah akamfananisha mwanaume na nguo pamoja na mwanamke na nguo, kwa sababu mwanamke akiolewa anakuwa amestirika. Kana kwamba wewe ulivyovaa nguo hivyo umestirika, basi na mwanamke akiolewa anakuwa amestirika hivyo hivyo. Na mwanaume akioa anakuwa amestirika na amependeza, anakuwa mzuri kwa sababu zile zile kama za kuvaa nguo. Ndio maana tukafananishiwa, tukaambiwa kwamba mwanaume akafananishwa na nguo na mwanamke akafananishwa na nguo, kwa sababu nguo ina sifa hizo mbili. Naomba moyo wa tahira, moyo utie hamasa. Kwa hiyo shehe wangu, usivunjike moyo kwa shemeji kuleta kibri. Kwanza kibri ndio sifa ya wanawake. Wanawake wote jeuri ndio asili yao. Lakini kwangu shehe imezidi. Kwenye Qur'ani Allah kawatofautisha na shaitani. Amesema inna shaitana lakum aduwwun mubin. Sasa umeona, lakini kwa mwanamke hajasema hivyo. Kwa mwanamke amesema inna kaida kunna adhim, inna kaida kunna adhim. Ingawa wote ameanza na harfu taukidi, wote ameanza na inna, wote ameanza na kitu ambacho hakina shaka, yani kwamba hilo jambo ndio lipo hivyo. Sasa yani kwamba neno likianza na inna basi ujue hilo jambo ndio lipo hivyo, yani halina mushkili wowote, yani ndio lipo hivyo. Sasa wameambiwa wanawake inna kaida kunna adhim, hakika yenu nyinyi wanawake vitimbwi vyenu ni vikubwa mno. Kwa hiyo swala la vitimbwi, kibri, dharau, jeuri kwa wanawake, hiyo ni asili yao, ni kawaida. Wanawake wote wapo hivyo. Kikubwa tunatakiwa tuishi nao kwa uvumilivu kupitia maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukiona amekukera sana, basi muame kitanda tu. Wewe muache alale kwenye kitanda, wewe pumzika chini, basi kupunguza ghasia. Na kitu kingine, muombe sana Allah wakati unafanya ibadati zako mbalimbali zile, muombe sana Allah amkumbushe shemeji kwamba kaolewa kwa ajili ya kupata utulivu na stara. Kila unapofanya dua zako basi unakumbuka kumuomba Allah, naye naamini ukifanya hivyo kila wakati, mara kwa mara, Allah atakujibu na shemeji atarudi katika hali yake. Moyo wake umebeba mengi. Afadhali nimekutana na wewe. Na imani ujumbe wangu umeupata. Alafu kwa nini wewe sio muelewa? Wewe mtoto wa kiume kweli wewe? Unajua mwanzo mimi nilikuwa naamini mashehe kama nyinyi wanakuwaga na hekima kidogo. Lakini wewe naona kabisa hujielewi. Ndio nilifundishwa kwenu kwamba ukutana na mtu tu hivyo unaanza kuongea maneno yako. Vipi? Sadaka. Unaniona mimi nimedata, si ndio? Basi kama nimedata juu yako. Kwa jinsi ulivyo. Nimedata juu yako. Kwa sababu unashindwa kusimamia majukumu yako. Ndio maana yule mwanamke akaondoka. Bado unamletea chokochoko. Unachotaka nini? Nini unachotaka? Sikiliza nikwambie. Yule mwanamke alikuwa wa kwako. Na sasa sio wa kwako. Ni wa kwako wewe, si ndio? Bibi. Mjukuu wangu. Shikamoo. Marahaba, jambo.
Vipi, mbona uko hapo unaumwa? Wewe kwa unanionaje mimi wewe? Hata kama alikuwa mke wako wewe, mbona aliondoka? Hivi mbona hujielewi? Wewe ni mtu gani ambaye wewe hujielewi? Yaani unakaa kabisa unaongea, unasimamia vitu vya dada yako. Ukiwa ni mtoto wa kiume. Mtoto wa kiume hamfuatilii dada yake. Hapo sasa unavuka mipaka. Maana yake wewe unamtaka mume wa dada yako, si ndio? Unanitaka mimi. Sasa nahisi unavuka mipaka. Unaanza kunitukana, si ndio Nitakuwashia moto. Nitakuwashia moto. Kwa sababu yule hata alipotoka kwako, mimi ndo nimemkabidhisha kwa yule. Kwa nini kama kipindi ametoka kwako, wewe ulikuwa wapi mpaka mimi namkabidhisha kule? Si alikuwa wa kwako? Usiseme alikuwa wa kwangu. Ukisema alikuwa wa kwangu unanikosea. Yule mimi ni mke wangu. Na wewe ndio uliyosoma barua sijui mahali umepokea wewe. Mahali umepokea wewe na ukajua kabisa yule anaolewa na mimi. Dada yako mimi ndiye mumewe. Sasa nini tena? Namfuatilia nani? Nimechoka tu na mwendo ninapotoka mbali na kukwenda mbali. Hapa tu kama una shilingi 1000 mwanangu, ungenipa nipate kupanda pikipiki mwezio na maumivu makali. Bibi wenzangu pole. Mimi hapa nipo mweupe, sina hata 100. Hivi mimi mwenyewe hapa na rafiki yangu kaniita huko nataka nimsindikize anaenda kwa mganga. Ndio naenda. Hapa ningekopata na pesa mwenyewe ningepanda pikipiki. Mganga huko na wewe mjukuu wangu au? Na shoga yangu kaniita huko nimsindikize kwa mganga. Yaani bibi nakwambia ana mambo mengi. Mara mimba hazishiki, mara riziki hana, mara akipata bwana leo kesho amrudi tena. Yaani ana mambo mengi. Wewe acha. Basi kama una nenda mjukuu wangu. Sawa bibi pole, ningekuwa nao ningekupa. Shenzi mkubwa huyu. Mwacha aende, kitakachomkuta atakijua. Wewe bwabwa si ndio? Wewe tuntu si ndio Ndio maana yule mwanamke alikukimbia. Hapa ndo naanza kuamini. Hamna kitu. Wewe bwasi. Hata ungeongea yako inaonekana mtoto wa kiume anaongeaje hivyo? Talaka tulikupa au kupewa talaka? Hapo sasa ndo nimeamini kwamba wewe shehe hamnazo. Mwanaume anapewa talaka. Yaani mwanaume ndo anapewa talaka. Wewe ulisikia hivyo kweli? Wapi? Sasa sikiza nikwambie. Leo nimekutana na wewe. Nakupa onyo la mwisho. Ukiendelea kumbuguzi mdogo wangu, hama zako hama zangu. Kabulini, mimi jela. Wewe na bibi yako, naona bibi yako naye na mdomo sana kukutetea wewe. Sijui una jambo gani. Nishakueleza hapo. Alafu mimi sitishwi na huo mwili wako huo. Hizo nyama tu. Yaani hizo nyama, mimi chochote wewe nakufanya wewe. Unanielewa vizuri? Sasa wewe niangalie tu kwa dharau. Huu mwili tu. Unitishi kwa lolote, huu mwili tu. Sasa endelea unayoyafanya, nitakuonyesha. Laiti kama ungesema toka siku ya kwanza, basi ningemwacha dada yako. Ningekuwa wewe, unaonekana una wivu sana wewe. Mke wangu, unajua katika hii dunia Mungu ameumba vitu vingi sana vizuri na vyenye kupendeza, vitu vyenye kufurahisha, lakini hakuwahi kuumba kitu kizuri kukuzidi wewe, mke wangu. Wewe ni mwanamke mzuri sana kwangu, mwanamke ambaye nikikutazama basi
moyo wangu unafurahi, na uzuri wa sura yako ndio furaha ya macho yangu. Nimekuoa siku nyingi zilizopita kwa sababu unanipendeza katika macho nikikutazama. Hata nikiwa nimevurugwa na masala yangu tofauti tofauti, lakini nikija nikiona sura yako, nikiona uzuri wako, basi nasahau maumivu yote, nasahau kila kitu. Wewe ndio furaha yangu. Wewe ndiyo faraja yangu, wewe ndiyo amani ya moyo wangu. Kila kitu changu kinapoa, kila kitu changu kinatulia ninapokuona, ninapokuwa karibu na wewe. Kuna mtu mmoja aliwahi kuulizwa kwamba wewe kila unapokaa na sisi unamsifia tu mke wako, mke wako, mke wako. Hebu tuambie, yani kwamba huyo mke wako unampendaje? Yani unampenda vipi mke wako? Basi aliwaambia kwamba qalbuha qalbi wa qalbi qalbuha, moyo wake yeye ndiyo moyo wangu mimi na moyo wangu mimi ndiyo moyo wake yeye. Ruhiha ruhi wa ruhi ruhiha, roho yake yeye ndiyo roho yangu mimi na roho yangu mimi ndiyo roho yake yeye. Hasbuha hasbi wa hasbi hasbuha, mwili wake yeye ndiyo mwili wangu mimi na mwili wangu mimi ndiyo mwili wake yeye. Akawaambia hayo yanatosha kuwaonyesha kwamba kiasi gani nampenda mke wangu. Kwa hiyo na mimi nachukua maneno yale yale na kauli zile zile kwamba moyo wako wewe ndiyo moyo wangu mimi na moyo wangu mimi ndiyo moyo wako wewe. Mimi na wewe tunakuwa sambamba hivi. Nina mapenzi makubwa sana na wewe zaidi ya kila kitu. Kwa sipendi kukuona ukiwa na huzuni hivyo, unakaa na mawazo, urembo wa sura yako inapotea, tabasamu lako hapo lionekana.
uzuri wa macho yako yaonekane. Macho yanakuwa yamejaa machozi tu muda wote. Sifurahi kukuona ukiwa hivi, sipendezwi kukuona ukiwa hivi. Mke wangu, wewe ni mzuri, usipoteze uzuri wako kwa kujiunisha kila wakati. Na kuhusu mjomba wangu Nyika, hilo tayari tushaizungumza, tushazungumza, sio mara moja, sio mara mbili, na nikakwambia kwamba nalifanyia kazi na nipo katika kulifanyia kazi, na muda sio mrefu utaona majibu ya kazi ambayo nalifanyia hilo jambo. Kwa sipendi kukuona ukiwa hivi. Yupo tu huko, nimemweka store na ataendelea kubaki huko. Napenda kukuona ukiwa na amani, ukiwa na furaha. Wewe ndo maisha yangu, nadhani umenielewa. Haya, moyo wake umebeba mengi. Haya, moyo wake unajua. بنا الدنيا وثقلت علينا الجراح لكننا نؤمن أن بعد عسر يسرا وأن بعد الليل فجرا عظيما يا مولانا اكشف عنا الغمة. Sitaki kuniambia kama hujafika hiyo safari. Hivi bado hujafika safari, uko hapa hapa? Yaani bibi, nimechoka. Kama nimebeba kitu kizito namna gani? Hapa nilipo kifua chote kinakaza, miguu yote haina nguvu. Sijawahi kutembea safari ngumu na mzito namna hii kama leo. Nimechoka kweli. Tatizo nyinyi watoto wa 2000 hamna mazoezi, hamtembei miendo mrefu, mzee kupanda magari tu, Tuangalie sisi wazee, tunaweza tukatembea kwa siku 3 bila kupumzika wala tuchoke, kwa kuwa tunapata mazoezi. Hata nyinyi mmejiendekeza na vyakula vya mafuta. Tembea je huu kama hii safari ya leo, ukitembea siku 2 tu mimi nishazikwa. Yaani safari hii nimechoka, safari mzito, utafikiri nilibeba kitu gani? Pole mjukuu wangu, pole sana. Mimi mwanzo namshukuru Mungu nimepata lift hapo. Ndio maana naona umefika haraka. Sina cha kukusaidia. Haya. Naomba moyo wa tahira, moyo utie hamasa, moyo wa tahira, moyo utie amani. Naomba moyo wa tahira, moyo utie hamasa, moyo wa tahira, moyo utie amani. Aya, moyo wake umebeba mengi. Haya, moyo wake unajua vingi. Haya, moyo wake umebeba mengi. Haya, moyo wake unajua vingi.